Naam, kuna jambo nataka nikushirikishe kwa siku ya leo. Kila unapolaumu na kusema ni kosa lao, ndivyo unavyozidi kuzika fursa ya kufanikiwa katika maisha yako. Kuna mtu kila muda unailaumu serikali, kila muda unamlaumu mpenzi wako, kila muda unawalaumu wazazi wako, kila muda unalaumu kampuni ya usafirishaji, kila muda unamlaumu bosi wako, kila muda unalaumu wafanyakazi wenzako, kila muda unalaumu kila kitu. Yani umekuwa mtu wa kulaumu kila wakati. Iko hivi, lawama ni mchezo ambao wengi huutumia kukwepa uwajibikaji. Na ninakuhakikishia kwamba ikiwa utaendelea na utamaduni wa kulalamika badala ya kuchukua hatua, ni kwamba maisha yako ya mafanikio yapo hatarini. Unapaswa kutambua au unapaswa kujiuliza kwamba hali nilionayo, maisha nilionayo, mimi nimechukua hatua gani kuweza kuyageuza. Iko hivi, tangu ulimwengu au dunia iumbwe, hakuna mtu aliyewahi kuyabadilisha maisha yake kupitia kulaumu. Isipokuwa watu wanabadili maisha yao kwa kuamua kuchukua hatua, kwa kuamua kufanya tathmini, ni kwamba ni sehemu gani ninakosea. Wanajaribu kufanya utafiti kwamba watu wengine wanafanikiwa inakuwaje, ni mambo gani watu waliofanikiwa wanayafanya. Hatimaye na wao wanaamua kuchukua hatua ambazo zinawasaidia kugeuza na kubadilisha maisha yao. Siku ya leo, fanya utafiti, fanya tathmini, uangalie ni eneo gani au ni mazingira gani umekwama. Acha kulaumu serikali, acha kulaumu wazazi wako, acha kulaumu mpenzi wako, acha kulaumu aina ya biashara unaoifanya. Jibu ni kwamba sio kwamba lawama zitakusaidia, isipokuwa lawama ni kaburi ambalo unajichimbia na kujifukia wewe mwenyewe. Ikiwa uko tayari kubadilika, komenti neno nipo tayari kubadilika sasa, halafu shiriki ujumbe huu uweze kuwasaidia wengine, tuweze kubadilisha maisha. Lawama ni mtego na ni kaburi ambalo limewazika wengi. Ukiamua kuchukua nafasi kwamba unawajibika kwa kila kitu, ninakuhakikishia kwamba unakwenda kuyageuza na kuyabadilisha maisha yako. Hivyo amua kubadilika, amua kuwa mshindi, amua kukataa kulaumu, amua kuwajibika. Mafanikio ni haki yako.